So what I was saying ni kwamba utarani command system info, utaenda hapa chini kabisa. Sasa kwenye Windows 11 sasa hichi kitu ndio kinakishikilia ndugu yangu. Sasa ukiwa unafanya una enable VMware visualization, hakikisha enable when you enable visualization, make sure you enabled VTX/VTD ni Visual Studio Terminal nini and whatever the case. Hivi vitu vinahitajika sana kwenye VM, kwenye simulation yoyote, sio tu even G, even Gen 3, even CML, Cisco Modern Lab na Pinet Lab. Kwa nini? Kwa sababu hizi ni VMware, lakini ndani ya VMware tena unaenda kurani visual machine nyingine. Unaweza kuweka Windows, unaweza kuweka Linux, unaweza kuweka nini. Kwa hiyo zinahitaji kuwa na hii property VTX na VTD. So ukizienable sasa, kama haitasumbua, ndio inakuja na hivi vitu hapa. Anasema VMware monitoring enabled, visualization enabled in VMware, second level authentication nini. Ikikataa kama nani itasema Hyper-V have been detected. Nilikuwa naambia kutaka kufind una filter hivyo. Una filter tu yenyewe, mambo mengine yote hayaji. Kwa hiyo inakuja tu yenyewe peke yake. Ukishaona tu ikimonitor yes, unajua hivi vingine vipo. Unless kama unataka kufilter kimoja kimoja. Ila ukifilter hivi inaweza kukwambia have been detected. Sasa ni scenario gani inabidi tuione? Na kuja kuwafungulia ile document niliyowatumia ile document ina nani? Ina ways to go. Security kwa pili, security. So security ni Cisco. Nadhani ile folder nilituma. Ukija hapo kwenye hii Cisco, chini hapo unaona EVNG, nishaandikaga. Kwanza niliandika sehemu ambako unaweza ukapata hizi images. Tutaona baadaye tukisha install. Hapa niliandika maelezo machache, niliachukua EVNG. Kuna stages za kunaming ili uweze kuiboot hiyo image kule. Namna ya kunaming, namna ya kufanya nini. Alafu supportive image nikaziandika hapa zinazo support, unaona hadi FortiGate. Kwa hiyo ukiwa na EVNG unaweza ukarani a lot of images. Na ukiwa na EVNG, image ambazo unaweza ukasupport ambazo hujalipia ni 60. Kwa image 60, yani node 60, tofauti na hizi nyingine. Tofauti na actually hata Pinet Lab. Kwanza Pinet Lab ndo free kabisa, lakini ina limitation fulani hasa ukiwa unatafuta CCNE kama unataka kuwa professional. Lakini zina support hizi zote, Sophos, sijui nini. Kwa kama unapenda Sophos kustart, sijui Dell, Windows Server, sijui nini. Kwa unaweza kutengeneza a full lab network. Huawei hizi hapa, kama unapenda Huawei, Juniper, every vendors. Alafu hapa tutakuja Samahani. Naam. Hivi ni mnaona presentation? Mnaona presentation? Au ni mimi? Pole madam. So hapa sasa kwenye hichi kidude cha ukibonyeza hapa how to upgrade EVNG, utaona visualization VTX and EX problem. Hii ndo mtu mmoja kanauza pale. Kwa sisi wa Windows 11 tunafanyaje? Unatakiwa kufuata hizo procedures. Zikikataa sasa ndo tunakuja kuinua hypervisor. Sawa? Tunakuja kufanya scenario hypervisor. Lakini stage za kudisable hypervisor ndo hizi. Step ya kwanza unafanya hii. Utaenda step by step. Nimezekaga hapa. Akasema advanced. Hii ni vizuri pia ukaifanya. Yaani akisha unafanya step zote, hata kama amesema ni optional, wewe fanya. Lakini akasema hivi, hichi hapa ndio chokuwa nakizungumza. Akasema kwamba make sure that the visualization support is enabled in BIOS or UEFI setting as previous outlined. Kama uko restart your computer and enter the BIOS, kama ni Dell, kama ni nini, delete or escape, whatever the case. Ensure Intel VTX, kama unatumia processor AMD unaenda kuhakikisha hichi kiko enabled. Kama tumia ndugu zetu huko wakina Intel ndo tuko hapa.
au hiki hapa kiko enabled. Kwa hiyo ukiviona hivi vidude hakikisha unaweza kuvi-enable, afu uta save the changes, utarudi huko. Sawa? Baada ya hapo kama itaendelea bado kukazana, unaweza kufanya hii. Anasema unaweza ka checklist hivi uone kama hii is still enabled. Ukiona iko still enabled, unaenda kwenye next step. Sawa? Lakini ikiendelea kukataa kwa sababu ya feature ya Windows 11 mara nyingi inaweza kukatalia. Don't worry, we will find another solution for you guys. So na mara nyingi inasemaga hivi. Hichi ndio kimessage kinachokujaga kwa wale ambao itakataa. Hata kama umeenable kwenye BIOS inasema hivi, hypervisor has been detected. Features required for hypervisor will not be displayed. Kwa inaziba zile features ambazo mimi naziona hapa. Hizi hapa. Yule wa mtandao ameshaanza kuona screen. Hello. Ndio naona sasa hivi. Okay. Sawa. Ukishazihakikisha hizo steps sasa, tunaenda kwenye installation. Unaenda kwenye installation. Sasa installation unatakiwa kuinstall vitu vifuatavyo. Namba 2, install WinSSP. WinSSP au wengine wanapenda kutumia FileZilla. Nadhani kuna wengine washasikiaga. WinSSP sio tu kwenye VMware, sio tu kwenye EVE-NG, no. Even kwenye organization, unaweza ukawa una database ambayo iko ina run kwenye operating system ya Linux, Ubuntu, let's say. Unataka kuimanage ile Ubuntu, utransfer mafaili kutoka kwenye kompyuta yako kwenda kwenye ile Ubuntu ili ukayarani, au utoe kule uyalete kwenye kompyuta yako. WinSSP ni very powerful too. Very powerful. Au FileZilla inakusaidia kutoa file from server. Server nikimaanisha in a way of Linux operating systems. Inakurudisha kwenye ulimwengu wa kawaida. Tutaona hapa. Yaani inakusaidia kuona ile folder nini instead ya kuona ile list ya, unajua ukiingia kwenye kali list unaona sijui 8C sijui whatever. Labda nmap mfano. Sasa badala ya kuona hivi unaona kabisa kifaili kama tunavyoonaga ile mafaili ya Windows. By the way utaona hapo. So baada ya hapo ukisha install hii una install na VMware ambayo tumesema una install sasa. Next tu. Kama unapenda kubadilisha location unabadilisha. Sawa, lakini ni next. Sasa hiyo sita install kwa sababu mimi nisha install. Hizi hapa hazihitaji mbwembwe na wote hapa sisi ni IT na nakubali kwamba tunaweza tukafanya. Ukikwama utaniambia. Haya. Baada ya kuinstall sasa kwenye kile kisoftware nilichotuma pale, hii WinSSP ipo tayari. Wewe ni kuinstall, iko pale. Sio kama mmeiona. Ipo tayari. Sasa cha kufanya hapa ni kipi? Jambo la kufanya baada ya kuinstall hii, tunaenda kufanya nini? Booting. Next step is to boot, to download EVE-NG. Kwa mnatakiwa kuidownload, ambako uta download commercial, community. This is free. Uta download community. Sasa una download vipi? Utaingia kwenye web browser yako hapa, uta type to EVE-NG. Sawa? Type EVE-NG itafunguka. Ikishafunguka utaingia kwenye download hapa. Actually kuna documentation kama unapenda kusoma, well and good. Utaingia kwenye download hapa. Ukishaingia kwenye download utaachana na hii professional. Hii ndio ya kununua ndugu yangu. Unaona hapa kabisa buy. Utaachana nayo. Utaenda kwenye community version. Utakliki mega, itakupeleka kwenye mega ile, au direct link itakupeleka kwenye Google link. Kwa mfano mimi nikaklik direct link hapa, itaniambia this file already exists, do you want to exist nini add duplicated, naweza nika add hapa, itaendelea kudownload. Au nikaenda kwenye mega, itafunguka. Si unajua mega inavyofungukaga, inakupeleka kwanza huku. Kama huna security antivirus ambazo zinazuia kwenda kwenye mega, unaenda vizuri. Kama kuna procedure inakutaka utaklik hapo. Oho. Haleluya. Unaanza kuclick hichi download hapa. Click download,
ita synchronize kwa ajili ya kudownload, itaanza kuinitialize, ianze kudownload. Sawa? So mimi sina haja ya kudownload size. So utadownload kwa namna hiyo. Kuna kingine cha kudownload hapa. Hii window client ndio zile zinatupa Wireshark, zinatupa nini? Zinatupa na Wireshark, zinatupa na party ile puti ili uweze kumanage sasa device zako. Lakini mimi sita download, nimeiweka pale. Hii hakikisha unaiweka baada ya kuinstall EVE-NG, yani umeshamaliza kuboot EVE-NG. Ndio unaweka hii packet hii ambayo ukiklik hapa itakwambia je, unataka kudownload? Mimi si download, nisha download. Utaidownload vizuri, itakuwa umekamilisha. Kumbuka sasa, hii link nitaiweka kwenye group pale. Weka kwenye group pale. Haya. Baada ya hapa sasa, baada ya kudownload, tunaenda kuboot. EVE-NG on VM. Sasa hii booting style sio tu kwa ajili ya EVE-NG. Hata kama unapenda kufanya Linux ku practice, unaweza usitumie Oracle. I mean ile inaitwa Oracle. Nishadisahau kwa sababu nimeachaga kuitumia muda sana. Inaitwa Oracle. VisualBox. Unaweza usitumie. VMware ni very powerful tool I say. No, na kwa ajili ya Ubuntu hata haihitaji kuenable, haihitaji mambo ya VTD na VT nini, hamna. Kwa hiyo utakachokifanya hapa, utafungua VMware yako hapa. Ukisha install sasa, unaweza ukatype window R ukaandika VMware, itafunguka vizuri tu, itafunguka vizuri. Sasa ikifunguka itakuja hivi. Hii ya kwangu imekuja hivi kwa sababu nimenani hii remind later, hamna haja ya kuupdate size. Itakuja hivi, itakuja very plain. Huu upande wa kulia kushoto, I mean hakutakuwa na hivi vitu. Sasa mimi hizi ni lab zangu tu, not necessary for you. Okay. Sasa kwako kutakuwa kuko empty baada ya kuinstall. Mimi ninachokifanyaga kwanza, sipendi kuinstall hizi visual machine kwenye window, kwenye operating ile no run operating system Windows C, sipendi. Kwa ninachokifanyaga kwanza, siwekage hapa faili zangu hata siku moja, naekaga huko. Kwa hiyo unaweza nikaja hapa nikatengeneza folder nikaliita for VM. Aya. Ona nilishare nini? Haya. Okay. Nikishalitengeneza ile file, nitakachokifanya nakuja kucreate sasa visual machine. Kuna minimum requirement za EVE-NG. Minimum requirement. Kwanza ni at least 4 CPU, at least but not necessary. Hata mbili zinainuka tu, ile itakusumbua. 4 CPU na minimum of 8 RAM and a minimum of 32 GB. Sio kwenye mashine yako, kwenye VMware. Tutaona mahali tunapobadilisha. Sasa hii RAM ukiweka 8, hakikisha mashine yako ina kuanzia 16 na kuendelea. Ukiweka 4, basi at least RAM yako, mashine yako hiyo na 8 na kuendelea. Yaani mashine physical RAM. Ukirudi pale kwenye ile task manager hapa, so unaona RAM hapa mimi mfano 16. Kwa hiyo nikiweka 8, uwe na uhakika kwamba hapa zinasoma 16 kweli. Sawa? Au ukiweka 10, at least una 16 na kuendelea. So the bottleneck ya hizi simulation tools ni RAM wase. RAM unaweza kuwa na CPU nzuri lakini RAM ikakupiga chini. So what to do? Utakuja hapa kwenye VMware. By the way, hii style ya booting, hata ukitaka kubuti Kali Linux, ukitaka kubuti Windows Server, ukitaka kubuti any VMware unataka kuiboot, uta follow to these steps are the same. So nita create a new machine. Nitaacha recommended set next.
Actually wewe itakuja hapa mwanzoni hapa hivi, hapa juu kabisa au hapa. Unatakiwa kuibadilisha kuweka mwishoni kwamba I will install the operating system later. Utapiga next. Sasa ukija wewe itakuja hapa kwenye window au kwenye others whatever, lakini utapeleka kwenye Linux. Utachagua operating system Linux. Mimi nataka 64 bits, Ubuntu 64. Nitapiga next. Sasa hapa ndo ninakuja kurename visual machine yangu, nataka nihitaji, naita Eve NG. Kwa sababu net group naandika hapa net. Maana yake namaanisha net group. Ile nijue ni ya net group. Tuko tunafanya. Lakini nimesema sipendi kuinstall kwenye nini? Kwenye local disk C. Kwa hiyo nabadilisha ile operate browse, naenda kubadilisha hapa. Naweka kwenye kile kifolder nimetengeneza, nikaandika nini? For VM hii hapa. Nabonyeza. Sasa kule ndani ya VM ningeweza nikatengeneza folder nyingine. Labda niweke hivi sio itakubali ku create. Niseme Eve NG. Kikubali well and good. Nitapiga next. Sasa angalia, hapa ni zile GB nilizokuambia. Kwa hiyo mimi by the way ni visual machine. Kwa hata nikiandika 100 haina shida. Hii ni visual. Highly memory ya physical. Highly hard disk ya physical. Kwa hata nikiweka 200 hapa, will not affect me. Sawa? Haya. Sasa kwenye storage hapa, mimi napenda kuweka store all in single file. Anapokuambia split, maana yake unaweza ukaexport, ukaenda ukaja kwenye kompyuta ya mtu mwingine kabisa, ukaibuti, ukaiopen, afu ukafanikiwa kuiopen. Lakini mimi sitaki, mimi naenda kwenye storage. Sitaki kuja kuexport, sio niende kwenye file nini. Anasema kabisa, splitting the disk make it easy to move the visual machine to another computer, but may reduce the performance with very large disk. So mimi naweka hapo storage, sitaki kumove wala nini. Napiga next. Baada hapo na finish. Sijafanya chochote, sijaweka image wala sijafanya chochote. Ikisha kuja hapo, utaona memory default ni 4, processor ni 2. Actually that is a minimum, zinazoweza zikaanzia. Unaweza ukaacha hivyo hivyo kama RAM yako ni 8, lakini it is best ukabadilisha kama RAM yako inaenda juu. Sasa kuna vitu vya kuongea hapa. Nitaenda hapa kwenye edit visual machine setting. Either ni Ubuntu, ni Windows Server, tunafuata the same procedure. Nitakuja kwenye memory. Hapa kwenye memory nitabadilisha, nitapeleka 8. Nitashuka chini. Sasa basi, hapa kwenye processor nitabadilisha, nitaweka 4. Kwa hiyo itakuwa ni number of processor ni 4, core per processor ni 1. Kwa hiyo total inakuwa ni core 4 au naweka hapa 2 lakini core per processor naweka 2. Kwa hiyo inakuwa bado ni 4 ile ile, ila tuende 4 kwa 1. Lakini hii even G lazima utiki hichi kidude. Tofauti na Windows Server, Kali, Ubuntu, hivyo hatutiki. Lakini kwa even G lazima, so even G, Pinet Lab, Semen Lab na Gen 3 kama utabuti huko, inahitaji uwe na nini? Haka kadude haka. Japokuwa Gen 3 nadhani inaweza ikawa na simplified way. Ila Gen 3 siipendelee kwa sababu ni memory intensive, yani inakula memory ya device. Hii inaweza ikawa nakula lakini sio kama Gen 3. So hapa kwenye visualization lazima utiki VTX and EPL hivyo. Hello? Na mtu hajazima mic hapo. So baada ya hapo kwenye diski sigusi, nimeshaweka hapa kwenye CD. Sasa naenda kuchagua ile image yangu nilio download. So kwanza hakikisha hapa pako connected at power on. Lazima power hivi. Usipoweka hivi itashindwa kuboot. Utaenda kwenye use iOS image file ambalo umelidownload, utaenda ku browser. Mimi nitaenda kwenye downloads hapa, nitaikuta hapa. Kuna pro, kuna hii. Actually hii ndio yenyewe. Hii hapa ni ile ya kulipia. Kwa hiyo una attach. Ukisha attach una move kwenye network. Haya sasa. Hapa ni sehemu ya muhimu sana, tusikilizane. Kuna vitu vifuatavyo. Kuna bridge, kuna NAT, kuna host, kuna customer na kuna LAN segment kama una LAN. But I will explain these three. Bridge
Nikichagua bridge, manake mimi nitapata network kama ya kwangu ninayoipata hapa sasa hivi, ipconfig find Umeona hii ndo LAN yangu, hii nimefilter. Hii ndo LAN yangu. Hii ndo LAN yangu hii. Hii ndo LAN yangu. Kwa hiyo nikisema niweke bridge, ile even G itapokea IP huku. Kwa hiyo nikitaka kuiconnect even G lazima nihakikishe nimewasha kile kilani changu. Kitu ambacho inaweza ikawa tabu sana kama LAN ni fiber to home, maana yake ukienda kazini even G lazima ukabadilisha IP. So hii bridge utaiweka endapo unajua kabisa utakuwa labda ni portable unatembea nacho au la. Maana yake inatumia ile physical, either ni wireless au ni wired, lakini itatumia network ambayo kabisa imeattachika kwenye network yako, kwenye device yako ya physical. Lakini ukiweka NAT inatumia IP gani? Unaweza ukaenda hapa kwenye ukakata hapa, ukaja hapa kwenye VMware. Ngoja. Kwenye VMware hapa. Au ngoja. Kwenye edit kabla ya kwenda kwenye VMware. Kwenye edit hapa ukaenda Visual Network Editor. Ukienda Visual Edit Network utakutana na host na NAT. Sasa kwa sababu nimeshaelezea bridge, ngoja nielezee hii host. Host maana yake wana uwezo wa kucommunicate tu hawa wa visual machine kwa visual machine peke yake. Outside uwezo ukaenda wala kufanya chochote. Ni kama private network tuseme. Lakini NAT maana yake naweza nikafanya translation nikaenda kwenye internet. So nikibonyeza hapa changing advanced setting chini hapa chini, changing setting, nikienda hapo itaniletea NAT bridge. Ni kwamba inapokea kwenye DSP kwenye network yangu mimi. Host only, kama nitatumia host only maana yake nitakuwa na ile block la 168.161. Nikitumia NAT maana yake nitakuwa na 192.168.150. Sasa mimi nataka nitumie NAT.